السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wapenzi wafuatiliaji wa vipindi vyetu vya Ramadhan Musa Isa, leo tunaendelea na vipindi vyetu vya story au simulizi za watu ambao waliofariki, waliotutangulia mbele ya haki na matukio yao kwa ujumla. Kisa chetu cha leo ni kisa ambacho kinasimuliwa na imamu wa msikiti, lakini pia alikuwa anafanya kazi pia ya kuosha watu wanaokufa. Jina lake anaitwa Imamu Abbas Batawi. Sheikh Abbas Batawi anatusimulia, anasema moja katika masiku alikuwa ameenda msikitini ili kuswali swala ya alfajiri ya asubuhi. Akiwa amekaa msikitini baada ya kuswali sunna, amekaa akiwa anasoma Qur'ani, akiwa anangojea swala ya faradhi ya alfajiri kuiswali au kuswalisha, akaona ujumbe umeingia katika simu yake. Akatoa simu yake na kuangalia, akaona meseji imetumwa na namba ngeni. Ujumbe wenyewe unaonesha kukejeli, ukiwa unaonesha kukejeli na kuchekesha kuhusiana na watu wenye kufanya sunna, Waislamu wenye kufanya sunna, lakini pia ukiona wakejeli mashekhe ndani ya ujumbe huo, lakini pia ukiona kejeli wale watu ambao waliokuwa wenye kuishi na Uislamu katika maisha yao. Sheikh akaangalia ule ujumbe, lakini akapotezea, kisha akairudisha simu yake ndani ya mfuko wake wa kanzu. Baada ya hapo akaswali salatul fajr, na baada ya kuswali salatul fajr akawa amekaa hivi akiwa ameegemea ukuta, akawaona vijana wamekaa nyuma ya msikiti wanacheka cheka. Vijana wenyewe kama tunavyojua, vijana ni wale kuanzia miaka 15, 18, 20, 21, 22, 24 mpaka 25 humo, 30 pia wanaingia. Kwa hiyo walikuwa wamekaa msikitini nyuma. Sheikh Abbas akawafuata wale vijana na kuanza kuongea nao na kuulizana nao baadhi ya maswali mbalimbali na kujuliana hali. Kanauliza, kanawaambia huko, anawaambia kwa mashallah ni vizuri, nimeona vijana mnakuja kuswali vizuri sana mashallah. Kwa wamekaa pale wanazungumza. Kiwa wanazungumza, mmoja katika wale vijana alikuwa kama anacheka kwa kujificha. Imamu Abbas akamuuliza, "Bwana, unacheka nini? Naona kama kuna kitu ambacho unakificha kinakuchekesha, unashindwa kuniambia. Niambie bwana, jambo gani linaendelea, mtuambiane." Yule kijana hakuongea kitu, bali moja katika wale wenzake ndo akasema, "Shekhe, huyu amekutumia ujumbe leo katika simu yako." Na Sheikh Abbas akakumbuka, kweli kuna mtu amenitumia ujumbe wa kuchekesha na kukejeli kuhusiana na sunna na watu wanaofuga ndevu na watu wanaoshikamana na dini. Akasema, "Naam, kweli. Kumbe ndio wewe kijana?" Akasema, "Ndio mimi bwana, ndio mimi." Kijana akawa anacheka cheka. Baada ya hapo Sheikh Abbas akawa amewageukia akiwa serious, anawaambia, hasa akiwa anamkusudia yule kijana, "Hivi unadhani au mnadhani nyinyi kufanya kejeli au kuelezea vibaya kuhusiana na dini, kuchekesha kuhusiana na dini, unahisi hii ni vichekesho?" Kaambia, "Msifanye hivyo, hivi sio vichekesho, bali ni jambo baya, halitakiwi kukejeli dini."
haitakiwi kukejeli dini, lakini pia msirudie tena kufanya mambo kama haya. Kijana akatulia, akawa anacheka tena, huku akiwa anamwambia shekhe, shekhe bwana, nyinyi bwana, lakini mnazidi bwana, ni watu ambao mna msimamo sana, nyinyi ni watu ambao mpo mushaddidun, ni watu ambao kila kitu haramu 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 haramu. Kwa hiyo bwana, punguzeni bwana. Kijana huyo anaongea katika hali ya matani. Shekhe akawa anawaambia sawa, lakini hivi mnavyofanya sivyo. Huu msimamo hatukuanza sisi, umeanza Mtume na maswahaba zake. Kwa hiyo si tukifanya tunafuata tu mienendo yao. Kijana akuishia hapo, akazidi kwenda mbali, akawa anamwambia shekhe, kwanza mimi hapa, mimi nikitokea nikifa, basi usitumie katika vile vifaa vyako vile vya kunikafinia, vya kunioshea, usitumie itri au ile yenye manukato utakayotumia yale, usiyatumie yenye bei nafuu. Akasema usitumie yenye bei riali 2, usitumie nikana kwamba kama 500, usitumie atri au miski ambayo itakuwa inagharimu riali 2, usitumie. Sitaki mwatumia ya kifahari ya ila nyingi. Lakini pia yale manukato mengine, mkarafuu, usijui nini, tumia zenye bei, usitumie hizi za kuokota njiani zenye wanauza maduka madogo, tununua zile zenye bei ghali. Lakini kabla ya kuniosha na kukumbusha, uoshe mikono yako ili unioshe vizuri bwana. Shekhe akasema sawa. Shekhe akanyamaza. Kisha baada ya hapo wale vijana wakaondoka na shekhe akaondoka nyumbani kwake. Siku ambayo waliokuwa wanazungumza msikitini ilikuwa ni Jumanne. Jumatano iliyofuata, shekhe akiwa anataka kuingia msikitini, akiwepo pale nje, akamuona mmoja katika wale vijana ambaye ndio walikuwa wanaongea kuhusiana na umauti, anafanya mzaha kuhusiana na vile vitu atakavyokafiniwa vya kumuoshea vile. Akawa amemuona yule kijana kama amejificha nyuma ya gari, akidhani kama shekhe hajamuona. Kumbe shekhe alikuwa kashamuona. Shekhe akamfuata akamwambia, njoo bwana, njoo tuswali msikitini muda wa swala. Kijana akasema, bwana nitakuja shekhe, nitakuja siku nyingine, Ni kijana ambaye alikuwa leo anaswali, kesho aswali, kama tunavyojua vijana wetu. Kwa hiyo yule kijana akaondoka. Shekhe akaingia msikitini siku ya hiyo Jumatano, akaswali, maisha mengine yakaendelea. Siku ya Alhamis, shekhe akiwa amekaa kwake, akasikia simu yake inalia au inaita. Akaangalia, akaona simu anapigwa na watu wasiojua, akapokea, akamwambia, bwana samahani tafadhali, kuna mtu amefariki, tunakuomba uje kutuoshea, yupo hapa karibu na msikiti wako. Shekhe akasema sawa, nakuja. Ni nani? Akamwambia njoo. Shekhe Abbas akaenda mpaka kule, akaingia ndani, akamwambia muingize ndani, wakamuingiza ndani. Alipokuwa ndani pale, akimfunua sura yake, akiangalia ni yule kijana ambaye alikuwa akifanya mzaha kuhusiana na mambo ya mashekhe, kuhusiana na watu wenye kufuata sunna, kuhusiana na vitu vya kuoshewa, kuhusiana na sanda atakayoveshwa, pia iwe sanda yenye bei ya ghali. Akamwangalia, kumbe ni kijana yule bwana. Akasikitika sana, akawa anasema sasa kijana ndo huyu, na hivi sasa ndo yuko mbele yangu hapa. Kawa ameanza kumuosha, anasema angalia, nampeleka kushoto kulia, wala ana la kufanya, maskini. Ni juzi tu, unajua mtu akifariki muda mchache uliopita ambao umetoka kuonana naye, ile kumbukumbu inakojia katika kichwa chako. Kwa hiyo shekhe pia ikawa inamjia ile kumbukumbu, nimetoka kuongea naye
muda mchache uliopita. Jumanne tumezungumza msikitini, Jumatano nimekutana naye nje ya msikiti, leo Alhamisi yuko mbele yangu hapa, namgeuza kulia kushoto, hana la kufanya. Subhanallah, kijana akawa ameondoka katika hali kama hiyo. Kwa hiyo hapa kuna la kujifunza katika kisa hiki. Kijana amefanya matani, lakini siku yake imefika ya kuondoka, na ameondoka akiwa katika hali ya kufanya mizaha na kuhusiana na dini na wale wenye kufuata dini, lakini kuhusiana pia na umauti na kifo kwa ujumla. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi aangalie nafsi yake, asiwe mtu mwenye kufanya mizaha kuhusiana na wale wenye kufuata dini na dini kwa ujumla, lakini pia na kuhusiana na umauti, mtu asifanye mzaha, kwa sababu umauti ni kitu ambacho cha uhalisia, kila mmoja kitamkuta kwa muda wowote ule, kwa nyakati yoyote ile, kila mmoja umauti utamkuta. Hautauchagua umauti kijana wala mtoto wala mzee wala mtu wa makamo, bali mtu yoyote umauti utamkuta. Kwa hiyo ni jambo ambalo la uhalisia, si jambo la kulifanyia mizaha. Kadhalika dini si jambo la kuifanyia mizaha. Wapo katika wachekeshaji wanafanyia mizaha mambo ya dini, kama mambo ya kufunga. Wanachekesha kuhusiana na mambo ya kufunga, fanyeni vichekesho vingine. Kwa nini mfanye vichekesho vya kuhusiana na dini? Wengine wanafanya vichekesho vya kuhusiana na umauti, tunaona. Kwa hiyo haya si mambo ya kufanyia vichekesho. Ila huna yakfi, alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah, si mzungumzaji wala wasikilizaji, wote tuna mapungufu. Wala afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.